mzee fulani akiwa anafanya kazi kama mtu wa kutunza mazingira katika shamba, na wakati huo akiwa anafurahia maisha yake huku akiithamini sana simu aliyopewa na bosi wake. Siku moja akaingia katika ofisi ya bosi akiwa na huzuni, akiwa amejaa na hofu. Bosi akamshangaa akamwambia, nini shida? Mbona unaonekana una huzuni? Sijawahi kukuona ukiwa hivyo. Mzee akasema, bosi, umenipa simu mbovu. Mungu amekubariki, amekupa kila kitu, lakini umeamua kuninunulia simu mbovu. Kwa nini? Bosi akashangaa akasema, mimi ndio niliyekupatia hiyo simu, nimenunua mwenyewe kutoka dukani, na kuaje mbovu? Mzee akampatia bosi simu, mkono ukiwa unamtetemeka sana. Bosi akaiwasha kisha akaikagua, akasema, mzee, mbona simu iko sawa, haijaharibika kitu chochote? Mzee akasema, bosi, nina watoto 8, lakini tangu umenipatia hii simu hakuna hata siku moja mtoto wangu hata mmoja amenipigia simu hata mara moja. Chumba kikajawa ukimya, kisha bosi akasimama, akaelewa maumivu na hali anayopitia mzee kwa sasa. Ni hali ya umasikini, lakini kinachomsumbua sio tu umasikini, lakini ni upweke na unyonge wa kuwa mwenyewe. Bosi akamshika bega akamwambia, simu yako haijaharibika, mioyo ya watu ndiyo iliyoharibika, kiasi hata watoto wako wanamsahau baba yao mzazi aliyewazaa. Basi jioni ile aliporudi nyumbani, bosi yule akafikiria pia kwamba naye anao wazazi ambao kuna wakati pia huwa anasahau hata kuwapigia simu. Basi akaamua kuwapigia simu na kuwakumbuka kwa mara ile tu. Akawaahidi kwamba tangu siku ile atakuwa anawapigia kila siku, na akawaomba msamaha kwa zile siku zote ambazo amekuwa akiwapuuzia, na amekuwa hata akipuuzia simu zao walipompigia.